على النبي الكريم وآله وصحبه والذين تبعوه بإحسان إلى يوم المعاد. بعد، أيها الإخوان على الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله. بعd, ndugu zanguni katika imani, tutangulize shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye kwa ihsani na mapenzi yake, pasipo kutushauri wala kushauriana na yote, alifanya maamuzi ya kutufanya sisi tuwe watu. Wakati hii fursa ya sisi kuwa watu, tukumbuke kuna viumbe sio watu. Hiyo ni nafasi. Lakini vile vile akatuteua kwa mara ya pili, baada ya kuwa ni watu tukawa watu, tuliingia kwenye kundi la kupata tambihi kutoka kwake, kufahamu kwa yeye ni Allah, na tukatamka maneno ya imani, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad. Hiyo ni hatua ya pili. Sio ujanja, sio akili, sio elimu, ni sani ya Allah ametuchagua. Si hapo tu, kuna nimesema tumepata fursa ya kuwa watu, tumepata fursa ya kuamini. Wakati katika kundi la watu wako watu ambao hawakuamini, pamoja na kufanywa kwa fadhila na ubora wake Allah na ihsani yake kufanya kwa watu, lakini hawakukubali maneno ya imani, hawakukubali kumwamini. Lakini fursa nyingine ni kule Allah subhanahu wa ta'ala kutuchagua sisi kwa mara ya tatu kuwa watekelezaji wa amri. Hiyo nayo ndio fursa adhimu. Yumkini watu wengi wameshatamka maneno ya imani, lakini wamebaki na maneno ya imani, hawatoki hapo. Kwa hiyo kwa haya ni lazima tumshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongeze sisi kuwa na nuru ya mtizamo, tena kwenye yale macho ya yakini, ili tuweze kudumu katika hali ya kutekeleza amri leo, kesho, mpaka siku roho inaachana kiwiliwili, tutamke kalima ya la ilaha illa Allah. Ndugu zanguni, sisemi maneno ya Ibn Abbas radhiallahu anhu, anasema lau kama Allah angependa kuacha maneno yake haya matukufu pale aliposema wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, basi ingetosha namna hii mwanadamu kumpa fursa na faida mbele ya Allah na akapata radhi za Allah. Karibu Allah ametaja mlango mkubwa uliye mpana uliye wazi pale aliposema wal asr, na hapa katika zama hizi za mwisho na ni zama za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal insana lafi khusri, kwa hakika mwanadamu yuko katika hasara, illa alladhina amanu, akachojoa, isipokuwa wale tu waliamini. Si kuamini tu, waamilu swaliha, wakatekeleza wema, wakatekeleza amri za Allah, kinyume chake wameacha yale makatazo. Watawassaw bil haqqi, wakahusiana kuhusiana na kweli. Na kweli ni nini? Kweli ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na zile taratibu zake zinazotokana na maneno haya mawili, kwa maana kufuata Qur'ani na Sunna. Wakisimama kwenye utaratibu huo, wakafanya juhudi, wanahusiana, wakafa katika hiyo namna, basi
biashara imeisha. Kwa nini? Ibilisi laanatullah alayhi na kundi lake asema anakuwa na vikundi na vituo kama vitatu. Wamesimama kwenye mpaka namba moja kwenye huda hii, waamini ya kwamba watu wapo kama Mungu alivyowaumba kwa mapenzi yake, lakini wanazuia kutoka kwenye nyoyo za watu kuingia upofu, wasione ukweli wa kuwepo kwa Mola wao na wasitamke maneno ya imani, wabaki kuwa watu tu wasiokuwa na dira, watu ambao Allah amewahukumu kutokana na kiburi chao cha kutotambua uwepo wa Mola wao aliyefanyia ihsani ya kuwaumba, akawawekea mfumo wa maisha ambao ni sahihi. Wakakataa mfumo huo, wakatumia dhana ya akili yao na kuendesha maisha kupitia mtizamo wa akili zao. Kwa udhaifu huu, Allah anawaingiza katika moto wa Jahannam. Fursa hii wao wamekaa. Waamini watu wote hawatatamka maneno ya imani. Sasa ikitokea wachache wamepata kutamka maneno haya ya imani, Ibilisi laanatullah alayhi na kundi lake hapa wanapata uchungu kweli kweli. Yaani hawa ni kama vile kwa bahati mbaya wamewapita kwenye mtego wao. Wanaweka kituo namba 2. Waliotamka maneno haya ya imani sasa wabaki na imani yao pasipo kutekeleza wajibu. Kwenye eneo hili watafanya juhudi kweli kweli. Ukifikia wakati watu wameshapita wachache kwenye mpaka, baada ya maneno ya imani wameingia kwenye kutekeleza amri, hapo Ibilisi anaumia sana na kundi lake. Kupita maelezo, wanaingia kwenye mpaka namba 3. Kizuizi hichi kazi yake ni kumfanya mtu kati ya matendo yake na ikhlasu iwe tofauti. Yani mtaenda akafanya jambo pamoja na utekelezaji wake, pamoja na usemaji wake, lakini maneno na matendo yake yasiingie kwenye yakini. Hii ni vita nyingine kubwa sana. Sasa kwenye mpaka huu ndio ambao sisi hapa tunacheza. Tunayo amri swala, tunayo amri zaka, tunayo amri Ramadhani tumefunga jana tu, tunayo amri kwenda hija, watu washafanya safari. Lakini haya ni katika yale ambayo tumesimama kuifanya dini hiyo iliyopo iweze kuhifadhika, na ile dini iliyopotea, dini ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba walifanya juhudi hata Allah akairidhia, ambayo leo ulimwenguni fanya impotea. Allah aliwaona wao wameshafanya juhudi kwa kadiri ya amri yake ilivyo, wakatekeleza amri sawa sawa, hata Allah inamridhisha, anasema kwa kiwango hiki cha utekelezaji wa amri, haya maisha mlioishi nyinyi mpaka kufikia hapa palipo, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dina. Allah anaweka muhuri ya dini kwamba aina hii ya dini mimi leo nimeridhia, leo imekamilika dini kwenu. Ndani kwa mfumo huu mlianza juhudi mpaka hapa kufika. Haya ndio yatakuwa maisha yenu nyinyi na maisha ya wajayo na maisha watakayoishi watu siku ya kiyama na watakayeishi hivi, Allah amewaridhia. Sasa dini hiyo leo ndio mtihani. Hapo. Kwa hiyo kufanya huku juhudi leo kuja sisi hapa ni kama lazima imejificha. Tumewajibika kuwepo hapa leo, kama tungeswali tukalala nyumbani tushafanya. Lakini nini kimetufanya leo tuwepo hapa? Nadhani Alhabibi Shekhe aliposimama alisisitiza kwamba tumekuja hapa ni kama darasa. Tumekuja hapa, tumekuja kujifundisha na tumekuja kufanya. Twende tuseme na tufanye. Kwa nini? Kitakachomsimamisha mtu katika mahakama ya Allah siku ya kiyama ni mambo mawili tu. Kule duniani umeishi, ulisema nini na ulifanya nini? Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameonekana yeye amekamilika ala kauli wa ifiali. Kakamilika kwa maneno yake na matendo yake. Kasema yaliye sawa na kafanya yaliye sawa.
yeye hakulala, alipata sana shida muda mwingi. Kilichokwenda kumpa shida nini? Kuona umma unawezaje kusuluhika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa haya ni mambo ambayo sisi tumeyakuta yakifanywa, na ni mambo ambayo wahenga kupitia haya walipatia, na wahenga kupitia haya sasa yalikuwa ndio historia iliandikwa kupitia ridhaa ya Allah, kwa maana waliishi maisha salama kwa ajili ya haya. Nasi tunatakiwa tuyafanye haya kwa moyo wa ikhlas, hapo ndo tutakushapatia. Kwa nini? Allah ameturahisishia mbele yetu sisi. Allah kuna alivyoviumba akatuumba sisi, na ametuumba sisi, anatuleta mwisho baada ya alivyoviumba, ili sisi kutokana na hizi iwe itibaru, tunapata mazingatio kutoka kwa hiyo. Hivyo huwezi kuona ukubwa wa ndogo Allah akamnyima ule ufahamu wa kina. Huwezi kumuona mjusi, angalia sisimizi, rudi angalia mbingu na ardhi, angalia mwezi na jua, namna Allah anavyoendesha mambo yake mbele yetu. Allah anajigamba mfumo wote wa agriculture ni wake. Hauoni ardhi namna alivyoifanya? Ameotesha vilivyooteshwa. Hivi havikufanywa kwa mikono yetu, bali ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hili kuna ubishi tena. Hivyo unakutana na mtu ambaye kakuzidi sana pawa. Tuchukulie mfano tu, mwizi tukaingia kwenu, ana kila silaha, ana bastola, ana panga, ana nguvu kwa kutumia mkono wake, kavunja nyumba yako, kakwambia chini ya ulinzi, na wewe huna uwezo wa pawa yote kupambana na yeye. Atakachokitaka kutoka kwako kuna kubisha. Utamwambia chukua kila cha kwangu, niachie usalama wangu. Vipi hatuzinduki kwa Allah ambaye ni zaidi ya hivyo, aliyetuumba akatupa amri, tena kwenye amri ambazo katupa Allah subhanahu wa ta'ala akaziweka mbele yetu, kuna amri ambazo kaamrisha tuzifanye kwa kutumia uweledi wetu, na akaweka amri zingine ambazo faradhi hizi tutazitekeleza tulipotaka na tusipotaka. Lazima ni kuswali, utaswali kwa uweledi wako. Lazima ni zaka, utatoa kwa uweledi wako. Lazima ni somo, utafunga kwa uweledi wako. Lazima ni hija, utaenda kwa uweledi wako. Hizi ni lazima. Wadhani ni lazima hizi tu kama utakuwa umezikataa kwa kiburi chako, Allah ameishia hapo. Allah kaweka lazima ya maradhi, utakataa kuumwa. Allah kaweka lazima ya kufa, utakataa kufa. Huna uwezo. Ikiwa hauna uwezo katika hizi lazima alizokusurutisha, tekeleza hizi amri za hiari, ili utakapokuja kwenye lazima hizi uwe salama. Shida yetu sisi humu duniani, yani mtu anakaa na relax mpaka anasahau kwamba yeye ni wa Allah, na Allah amemtengenezea process of life ambayo anatakiwa aishi ile bora zaidi kuliko hii. Amesahau, kasahau kabisa. Na kwa kusahau kwake unafikia wakati mwanadamu anaenda kushuka hadhi yake kwenye mtizamo mpaka anakuwa jahilia mwenye elimu mkononi mwake. Sisi Allah ametumba kwa namna ya kujua, lakini kuna wakati tunakwenda kusahau mpaka kuwa tuliyejingika kweli kweli. Kwa mfano, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwachomokea masahaba akawaambia, enyi masahaba, hivyo mwadhani vipi kuhusiana na haya maisha ya dunia mnavyoyaona? Haya maisha ya dunia ni kama mfano wa mtu aliyelala ndani ya usingizi, awala lala usingizi, na ndani ya usingizi wake akawa anaota yeye ni mfalme, anatawala sehemu, anaota yeye ni mmiliki wa mali, anaota dunia imependeza kwa ajili yake. Ndoto hizi alivyoota, asubuhi kumekucha, alivyoamka kaamka hana chochote katika yale ambayo ameota. Anajikuta ni maskini, anajikuta ni mtawaliwa, na anajikuta hana chochote. Na ufahamu mfano huo ni masahaba wakasema, tuambie Rasulullah. Akaambia, ni kama vile mpo duniani mnamiliki mnavyovimiliki. Watu wana wake, wana mali, wana kila kitu. Haya mnayoona leo mnayamiliki ni kama vile mmelala katika usingizi, mnaota tu. Mtakapokufa kutoka katika hii dunia, hamtakuwa na wake zenu,
hamtakuwa na hayo mnayomiliki. Huko itakuwa mshaamka sasa, na ndipo mtakapojua kama mlikuwa ndani ya usingizi. Vile mlivyokaletea dhana kama ni za kwenu mnavyo duniani, ilikuwa ni ndoto. Vuta mfano huo na wewe. Unadhani kuna nini katika haya? Aliwazungumzia habari ya kuhama dunia kwenda katika maisha mengine. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni serious. Wakati mmoja aliwaambia kwamba masahaba alikuwa akizungumza msikitini. Yale mazungumzo yao ni kama vile wanataka kujisahau ndani ya msikiti. Akaambia, ni masahaba, nyinyi bado hamjajua aliye katika kufa. Lau kama mngefahamu yaliye baada ya haya kwa uhakika kabisa, hakuna mmoja katika nyinyi angelala kitandani na mkewe, angeshuka. Na asingeshuka katika kitanda akawepo ndani ya nyumba yake, la, pia mngeacha nyumba zenu na miji yenu, mngekwenda porini mbali ya miji yenu, na huko mngefika pia msingekuwa salama, mngekosa wakati wa kula na kunywa mpaka mauti unawashika. Sasa wewe utaanza hisia. Mtume wa Allah anazungumza jambo hili kwa hisia ya hali ya juu. Watu wangeacha watu wangeacha miji, lakini hata huko waendako wasingeona thamani ya kula na kunywa, wangekufa kwa njaa. Ndugu zangu, sisi tuna kitu uzoefu. Uzoefu ni hatari sana. Leo mtu akifa tunaona jambo la kawaida sana. Lakini unadhani wewe kati aliyekufa na aliye hai mtalingana? Hata kama Al-Habibi Chimbanda pale ana elimu kubwa sana. Unadhani kati ya aliyekufa na yeye kwenye swala la umauti asome, afahamu, autaje umauti? Tuma alikuwa anautaja umauti mpaka macho yanakuwa mekundu. Sura inambadilikia, anautaja umauti kwa ukubwa wake. Unadhani wakati akiutaja na pale alipokufa vilingani, mwili ulibadilika kwa njano wakati anakufa? Leo sisi tunaona tu tukafa, lakini anayeona aliyekufa na sisi kuyasoma katika history yale ya kifo hailingani na aliyekufa. Hapo ndo mwanadamu anaonekana udhaifu wake sana kusahau. Na ndio maana sura al-Insan maana yake ni wenye kusahau. Ni lazima tukumbuke ndugu zangu. Ni lazima tujikumbushe ndugu zangu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni profesa. Anasema mtu kukaa muda mchache akafanya tafakari, jambo hili limekuwa bora sana kuliko kufanya ibada muda mrefu isiyokuwa na fikra. Kwa nini? Nguvu mbili zinasababisha mtu kufika kwenye radhi za Allah. Ibada ya kufikiri. Ukae sana ufikiri, tena ufikiri, tena ufikiri, na ufikiri kwa kina. Fikiri kwa kina hapo ulipokaa. Wewe ni nani? Hapo ulipokaa ufikiri kwa kina. Kwa nini umekuwepo hapa? Aliyekuleta kakusudia nini? Na baada ya hapa sasa wapi tunakwenda na kuna nini? Fikiria sana, fikiria sana. Ukifikiria sana kutokana na haya, itakuja nguvu ya utekelezaji. Waone huko wakulima mashambani wanabadilika, mtu anakuwa kama chizi kutokana na ibada ya kufikiri. Mtu namkuta ameingia katika shamba, tena shamba ni la miti, kuna milonga tu, kuna miti ajabu, kuna nyoka tu, kuna miba tu. Lakini mkulima kwa fikra yake anatia jicho kwenye huo msitu, amekaa dakika 5 anamwambia sahiba yake kwamba ndugu yangu, mahindi haya, mtama, mananasi haya. Tena hapa mananasi yake kichwa changu kidogo, amezama kwingi, anafikiria mengi, anakiona kitu pale kabla hakija kuwepo. Shida tumefichwa kwenye akili yetu kwa sababu hatupo kwenye tafakari ya kina. Tukifikiria zaidi, lazima tutamwona Allah, lazima tuone adhabu yake. Kinachompeleka mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ile pawa yake ya kwenda kufikiri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa ameswali zile swala za sunna usiku. Sasa ikawa vile usingizi kwenye ile swala, akaamua kujifunga kamba katika tumbo, akafungia nguzo hii na nguzo hii ili ibada iweze kuendelea. Allah akamwambia, "Twa Muhammad, ma anzala al-Qur'an litashqa." Hatukuishusha Qur'ani upate shida. Unafikia wakati mtu anajifunga sasa kama mwizi ili ibada iende. Hiyo ndio swala hii.
Sasa angalieni ibada yetu tulokalia hapa hii. Hii bwana haina huruma hii. Hii haina mipaka hii. Kama leo umekesha hapa kwa Sheikh Kaseti, kesho ukisikia kwingine nenda, kesho kuta kwingine nenda, kufa huko. Huko Allah hajaweka mpaka wala huruma yake si hatujaiona. Kama kungekuwa na huruma, siku mzito ni ile siku ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu kenda zake Taifa kule, anapigwa Mtume. Amepigwa, wakati anapigwa amekwenda ameumia kwa kweli. Damu zimetoka sana ndani ya mwili, zimemtoka damu ndani ya mwili. Ikisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hili Allah anampa chance waadhibiwe watu wa Taifa. Mtume anasema wasiadhibiwe watu wa Taifa. Alafu mtu anapigwa, baada ya kuhurumia hali inaendelea kwake, alikuwa anakinga damu zake kwa elimu na ujuzi aliokuwa nao, kwamba damu hizi zikigusa hii ardhi ya Taifa hii, mimi ninahisi Allah ataleta laana. Wanashughulika kumpiga mawe, anashughulika kuzizuia damu, anawahurumia wanaompiga. Lakini zaidi ya jambo hili, anaondoka mbele ya safari kwenye shamba la Utba ibn Rabi, anamkuta Utba ibn Rabi akitia jicho kwa Mtume, anasema yule Muhammad ana udhaifu mkubwa sana ninavyomuona. Kwa mambo ya Muhammad ilikuwa keshaenda pahala hapo, kashadundwa yule. Kamwambia mtumwa wake, chukua hizi zabibu, nenda zako ukampe, atakufa huyu, mambo yake ya Mungu haya. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anajua mtu kutoka damu, katoka damu nyingi, hali yake imekuwa sio rafiki. Mtume anakuja kumkabidhi zabibu, baada ya kuzipokea sogo hali yake, yeye kazishika, ananing'iniza ile shada, anamwambia ewe mtumwa wa Utba ibn Rabi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapenzi watazamaji, wafuatiliaji chaneli Ndauka Islamic TV. Hapa tuko katika hadhara ya kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kutaja Mwenyezi Mungu Allah hata wajala. Namna hivi ndivyo ilivyokuwa katika eneo hili, kama unavyoona mambo yamepamba moto. Jiunge nasi kwa ajili ya kuweza kupata taarifa zaidi. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndauka TV, elimu kwanza.
يا حبيبي سلام عليك صلاة الله عليك النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاقتفت منه البدور مثله في جمالنا والدنيا والمسرور سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت الشمس وأنت البدر أنت نور فوق نوري أنت المبصر ومالي أنت مصباح الصدور النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapenzi wafuatiliaji chaneli Dauka Islam TV. Huu unasoma ni mlango wa 4, ni kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hapo ndipo anaweza kumpa mtu kutokana na matatizo yake, basi Mwenyezi Mungu anaweza kumfanyia wepesi. Kujiunga nasi kwa ajili ya kuweza kupata faida na mlango wa 4. Mimi ni Darwish Dua kutoka Dauka Islam TV. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dauka TV, elimu kwanza.
Rasul salam alaika Habibu salamu alaika salawatullahi alaika Salamu alaika ya Rasul salamu alaika ya Habibu salamu alaika salawatullahi alaika واستجابت Nabi salamu alaika ya Rasul salamu alaika ya Habib salamu alaika salawatullahi alaika Salamu alaika ya Rasul salamu alaika ya Habib salamu alaika salawatullahi alaika Al-Madad ya Abdul Qadir inshallah.